baba. Nyakati hizi ni nyakati za kutafuta ubingwa, sio nyakati za kushinda tu mechi. Kasi, nafasi sasa kwa Shuk Abuya, mkubwa ni mkubwa tu, weka cross ndani na kwenda mtaifa, wana scoreboard, wana level scoreboard na Mpumelelo Dube, weka ndani kule bro, Afanalek ni yule kiboko yao. Alan Okello Yanga. Ni Okello atafanya nini? Okello baba, Okello wewe, Okello hapana, hiyo sasa ni sifa baba, chomekea watu waumie, anafungwa na Mungo, wanaoumia ni maeneo mengi. Bao la pili anafunga Alan Okello, watu wanashangaa. Leo tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mechi ilikuwa ngumu sana. Namungo always wanatengeneza mechi ngumu dhidi ya Yanga, na hata jana nilivyowaambia tunakuja kucheza kadabi kadogo hivi, nilikuwa na maanisha ushindani wa namna huu. Mazingira ambayo Namungo yuko nayo, hajashinda muda mrefu, yupo kwenye hali ngumu. Mechi kubwa kama hizi ambazo sisi of course tupo kwenye pressure, wao lazima wangekuja kutaka kutumia pressure yetu kupata matokeo. Kwa hiyo first half ilikuwa moja, ni kweli tulikuwa tuna kiwango fulani hivi cha wasiwasi kwa sababu ya mazingira ya mchezo ulivyokuwa unakwenda kuwa, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu tulikuwa naye mchezaji mwingine mkubwa kwenye uwanja eneo la mwisho, Starboy Alan Okello. Namshukuru Mwenyezi Mungu tulikuwa na watu wengi wenye nguvu na jitihada katikati ya uwanja, Duke, Maxi, Mudathir. Namshukuru Mungu center back wetu leo yao wamecheza vizuri, Kibwana ameingia amecheza vizuri, Edmund, Dube wamejitoa, na mwisho wa siku tumepata matokeo mazuri. Goli 3, pointi 3, tumekosa clean sheet, lakini alhamdulillah. Tumewaambia wanachama na mashabiki wetu, nyakati hizi ni nyakati za kutafuta ubingwa, sio nyakati za kushinda tu mechi. Ni nyakati za kutafuta ubingwa. Ubingwa unafuta kama hivi, wanapambana watu, chance ikitokea moja tunafunga. Mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa leo. Mnazidi kushinda michezo yenu na mnazidi kupunguza michezo. Hii inaashiria nini ama ni tafsiri hivi kweli? Kwa kila ambaye anafahamu mpira, kwa mazingira ya mchezo wa leo ilivyokuwa, nazungumzia mazingira yote, competition ya wachezaji, maamuzi ya waamuzi yalivyokuwa, mazingira yote ya mchezo, tutakubaliana kwamba mechi 5 zilizobakia ni mechi ngumu kweli. Haijalishi kwenye makaratasi yuko nani, ni mechi ngumu kwa sababu mazingira yanaonyesha kwamba kuna kazi tuifanye ya ziada kuweza kupata matokeo mazuri. Tumeshatoa kauli mbiu kwamba kila mtu ashinde mechi zake. Kwa hiyo mechi yetu inapofika lazima tuweke jitihada kubwa. Wanachama, shabiki wa Yanga wanisikie vizuri, kama tuna hamu ya kufanya paredi msimu huu, hizi mechi 5 zilizobakia tuzichukulie kwa ukubwa ule ambao tunachukulia labda Champions League. Tufanye maandalizi ya nguvu, tujiandae na tuje kwa wingi kuisupport team. Ubingwa unawezekana, lakini mazingira ni magumu. Naamini watu wanaojua mpira, wana Yanga wenzangu watakuwa wamenielewa. Ubingwa unawezekana, timu tunayo, lakini mazingira ni magumu. Nataka tupambane sana tuweze kupata ubingwa wetu msimu huu. Mwenyekiti, hapo kwenye kila mtu ashinde mechi zake, hii inatokana na pressure iliyopo hivi sasa, mtani akicheza na kuwa nafasi ya juu mpaka nyinyi msubiri kucheza. Sisi hatuna pressure yoyote na mtu aliyekuwa chini yetu. Tuna pressure na mechi zetu, kwa sababu kimahesabu tukishinda mechi zetu si tayari mabingwa. Kwa pressure ya Yanga ipo kwenye mechi zake Yanga mwenyewe. Huyo mwingine angecheza mechi 2 3 angetutangulia. Bado sisi tungefocus kwenye mechi zetu. Tunataka tushinde mechi zetu, tunaweka jitihada hapo tushinde mchezo wetu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo. Hali Namungo. Hali yako ilikuwaje pale jukwani baada ya 1-1 afu unaona bado game tough? Namungo mimi sinawafahamu. Namungo mimi nawafahamu. Kwa hiyo nilikuwa najua tu mechi leo ingekuwa ngumu, lakini naulia kusema tunaye Starboy Alan Okello. Kawaambieni watu mpira mchezo wa umri. Mtoto mdogo Alan Okello. Kwa nini umri? Kwa nini umri? Cheza mpira mchezo wa umri. Kijana una position maeneo mazuri. Kafunga goli leo, mara ya mwisho nimeona anafunga Lionel Messi, Barcelona sio kwa sana nani, sio Levante, sio Atletico wale. Na deshi hivi akaingia ndani hapa. Unaona kocha Juma Mgunda baada ile goli alikuwa anacheka. Na mimi alikuwa amekumbuka mbali. Vitu hatari vile kafanya Alan Okello Starboy. Sema engineer kwa baya makosa mwenyekiti mfunga safari kwa muda gani? Na wafanyagi makosa. Signing unajua zinatokea. Sometimes unaweza ukafanya signing based on mapendekezo. Na ishazungumza sana, lakini nyinyi mnaifanya kuwa kwenye upande
kama tunajitetea hivi. No, sometimes kiongozi unafanya maamuzi based on sometimes ushauri wa benchi la ufundi. Kuna mwalimu atakupa mchezaji na inabidi utoe nafasi kwa walimu, na hata mimi wakati naalia kwamba uongozi, na hiyo sio jambo jipya, hata Ulaya wanafanya hivyo. Kuna timu ziko Ulaya ambazo usajili unasimamiwa na department ambayo inaendesha, sio technical bench. Kwa hiyo natamani iendelee kama ambavyo imeendelea kwa Okello, iendelee pia kwa Disha linalokuja. Leo Okello kafunga goli la ngapi? La 11. Maana yake kwenye michezo minne mfululizo kafunga goli 2. Hiyo ni rekodi. NBC wako wapi? Wakatae na leo. Yaani mpaka wataposti tu. Mpaka watamweka Okello. Ni moja tunakwenda. Alhamdulillah. Semaji hapo kwa Okello amekuwa na mfululizo wa kufunga goli 2 kwenye michezo minne iliyopita. Mpaka hivi sasa kwenye ligi hakuna hat-trick. Unamuona yeye akija kuweka rekodi ya kwanza mchezaji wa kwanza kwenye michezo mitano iliyosalia. Lakini pia juzi nilimuuliza akasema anatamani na yeye pia kuwa mmoja wa wachezaji ambao pengine atakuwa wa kwanza kwenye ligi. Lakini kipaumbele cha timu ni muhimu sana. Ndio maana ukifuatilia mara zote Okello akishafunga goli la pili, benchi la ufundi wanamtoa. Kwa sababu hatuchezi kwa ajili ya mchezaji mmoja, tunacheza kwa ajili ya timu. Kashasaidia timu, tumeshapata matokeo, ni nafasi ya kuwapa wengine wenye energy mpya kuja kuisaidia timu. Kwa hiyo hat-trick ikija itakuja tu yenyewe, lakini sio kwamba Yanga tutaipanga leo tukapata hat-trick. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana. Anaendelea kufananishwa pengine. Yes, Pacome nilitoa taarifa yake, nafikiri kama nakumbuka, alipata jeraha mechi na JKT tena. Na mechi iliyofuatia hapa na mechi iliyopita tucheza nao hapa. Shasahau. Singida, yes, akacheza tu kipindi cha kwanza, amepata uvimbe hapa sehemu ya juu ya goti. Amepata uvimbe. Kwa hiyo benchi la ufundi limeangalia riski ambazo zipo, wakaona apumzike, na hivi tuna break hapa ya wiki 2. Kwa naamini inshallah atarejea akiwa fit kwenye michezo inayofuatia. Kulikuwa na mkutano ule watu. Unaona nafasi yake ya kuwa MVP? No, so far tusiingize pressure kwa Okello mambo ya MVP, isiingizwe pressure kwa Okello mambo ya kuwa top scorer. Okello anaisaidia timu. Fei anafanya kazi yake, he's one of the best. Kwa ligi kiisha sasa hivi ninavyozungumza hapa, ni mwendaazimu atasimama aseme Faisal hastahili kuwa MVP wa ligi. Hapa hizi mechi zilizofikia 25. Ni mwendaazimu pekee atasimama atasema Faisal hadeserve kuwa MVP. Amekuwa na contribution ya kutosha kwenye timu yake, goals, assist, amekuwa na contribution kwenye movement za timu, na Okello ameanzia dirisha dogo, msije mkasahau hilo jambo. Na yeye anapambana kutengeneza namba zake, contribution kwa ajili ya timu. Ikitokea mechi hizi 5 Okello akafanya wonders zaidi na Faisal akadrop, maana yake automatic Okello atakuwa amekwenda juu zaidi yake. Lakini as we speak Faisal to me namuona anafanya vizuri na yupo kwenye kinyang'anyiro hicho akiwa anaongoza in terms of numbers. Sasa mimi ukiniuliza MVP in terms of performance nitakupa Duke Abuya, na wala sitaki discussion na mtu. Ukiniambia MVP based on mpira general nitakwambia achukue Duke Oga Abuya, lakini kwa sababu kidunia watu wanadili sana namba, Faisal ana namba nzuri na ana mchango mzuri kwenye timu yake. Kwa hiyo pressure ya Okello wala haipo. Akichukua Faisal alhamdulillah, Okello anatakuwa asaidie Yanga ichukue ubingwa basi. Waendelee kumfananisha, pengine yeye alidrop kwenye kuchukua karudi mara 2 mfululizo. Kuna mtu pumzi imekata hapa Imekuwaje? Kuna mtu unaona naye anafunga hapa ama tuzo na pumzi kidogo imekata, lakini tulivyowaambia kwamba, na hii kauli nairudia tena, nafikiri nyie mlikuwa hamjanielewa vizuri. Bila kumtaja Alan Okello, Clatous Chota Chama ni mchezaji mzuri sana. Okay. Lakini ukimfananisha tu na Alan Okello kuna discussion kubwa itaanza hapa. Kubwa kwelikweli. Kubwa nzito kwelikweli itaanza hapa. Kwa hiyo tuwaache tu wacheze mpira, tusiwafananishe. Wakifananishwa tu kuna discussion itaanza. Tuwaache wacheze mpira, enjoy moment zao. Pata nafasi Okello, Mungu amjalie ligi ikirudi aendelee kuperform inshallah. Alikuwa anamwambia kwamba baada ya leo, si ndio? Unaweza kupokea message nyingi, ukapokea simu nyingi za wanayanga. Kuna level watakupandisha, usipande. Yaani kuna kiwango wanayanga, na ninawajua wachambuzi wa mpira wa nchi hii ambao walisema Okello sio daraja la Yanga, na wajua vizuri. Baada ya mechi watasema Okello ni miongoni mwa the best player, usajili bora na kila kitu. Nikwambia Okello, baada ya mechi ya leo ukifungua simu yako, yatakayoandikwa yote yaache. Usipande kwenye hilo daraja ambalo wanasema. Bakia chini hapo hapo, toa mchango wako, isaidie Yanga, na mwisho wa msimu tutajua nini cha kufanya. Ukishinda mechi zenu nyingi ndio mabingwa. Lakini
tunaona kwamba kuanza kwa mpinzani wenu kwenye baadhi ya mechi wanaongeza pressure na kufika mechi yenu, japo msimu uliopita pia kuna tofauti ndogo, lakini msimu huu ni tofauti. Unajua hizi mechi za sisi kuanza wao kuanza ni based on ratiba. Simuona hapa wameanza mechi mbili, nafikiri mbele itapinduka tena. Kuna mechi mosi tutaanza. Kwa hiyo ni issue ya ratiba wala sio issue kwamba kwa hiyo inaweza kaja kwetu pressure kaja kwao, ni kitu ambacho ratiba ilipangwa hivyo. Mechi za mwisho tutakuwa tunabadilishana. Kuna watu wanaanza mechi, kuna wengine wanakuja baadaye, kwa hiyo ni kitu cha kawaida kabisa hicho. Tunakushukuru.